umegonga pabaya, jipange upya. Sasa katika hiyo, leo asubuhi kuna gari imekuja nyumbani kwangu, namba T 318 EQJ, T 318 EQJ, Toyota Land Cruiser hadi top nyeupe. Na mimi na watu nimejipanga, tumeipiga picha, tumefuatilia zile namba sio za hiyo gari, na wamekuja pale wanaulizia Heche. Kwa Heche ni wapi? Hizo namba zimesajiliwa kwa Katapira, haya yanayolima barabara, sio? Sasa kama ni watu wema, mnakuja mchana, mnafahamika. Kama mna shida ya kunikamata niiteni, lakini shida ya tishiana, kutekana, kufanyiana mambo ya kijinga, hayo mimi msifanye, na Watanzania msikubali. Mimi sitakimbia. Wakinichukua katika mazingira ambayo hayaeleweki, msikubali, msikubali. Hatuwezi kuishi kwa kunyimana amani. Ukitunyima amani, tutakunyima amani. Nimemfurahia sana yule mdogo wangu aliyesema the welfare of the people is the supreme law. Kwa Kiswahili si nitaiwekaje, lakini maana yake ni kwamba ustawi wa watu ndio sheria kuu ya nchi. Kama watu hawana ustawi, hakuna sheria kwenye nchi hiyo. Watu wanatekwa, watu wanawindwa, watu wamekuwa kama wanyama. Wamechukuliwa wakina Polepole, viongozi wa CCM, kama kuku. Mtu ambaye juzi alikuwa na Magufuli, Polepole alikuwa anatuambia unajua V8 wewe, amekamatwa kama kuku, amepotezwa. Na nyie vijana mnaotumwa kuteka watu, nataka niwaambie, mwisho wa siku watawaueni nyie kupoteza ushahidi. Na waambie haki ya Mungu kabisa. Siku hizi nimekuwa nazungumza kuhusu the Nuremberg trial, kesi ya Nuremberg ya mwaka 1946 baada ya Ujerumani kushindwa vita 1945 mpaka 46. Henchmen ni wale watu waliokuwa axis of evils, wale waliotumiwa na Adolf Hitler. Mwisho wa siku walijiua wenyewe, na wengine walihukumiwa kuuawa, na wengine walifungwa maisha. Wanakupa kuteka watu. Unafikiri utamteka mtu kama Polepole aliyekuwa amefikia level ile, alafu hayo mambo yakaisha? Ni rahisi tu. Zama hizi za teknolojia, watu watakuja watrace simu zilizoenda hapo, tutaangalia kwenye satellite, tutamuuliza tu RPC, hebu tuambie nani alienda pale. Si nini? Jukumu lako ni la ulinzi, tuambie nani alikuwa pale. RPC atatuambia aliyeenda ni huyu. Huyu tulienda na huyu. Tutawakamata wote. Na mtatuambia nani aliyewatuma. Haiwezi kuisha hivi hivi. Damu za watu haziwezi kuchezewa hivi hivi. Damu za watu haziwezi. Kwa hiyo uelewe, hivyo vihera wanavyokupa, wanakutuma kufanya uovu, unafikiri utakaa kwenye nyumba nzuri uliyojenga? Hutakaa humo, utakuwa gerezani. Utakuwa unawaza hata bora ningekaa kwenye makuti, lakini niwe na amani. Kwa hili ni muhimu, nimeona niliseme, na mimi sitishiki. Narudia tena, sitishwi na sitishiki. Kazi tunayoifanya ni kazi halali ya kisiasa, na tutaifanya kwa nguvu zetu zote na kwa akili zetu zote. Kwa hilo ni la kwanza nilitaka niliseme. La pili, tuna baraza kuu la chama tarehe 15 mwezi wa 9. Viongozi mnaokuja baraza kuu, mjiandae. Tutafanya baraza kuu la viwango vya juu kabisa kwa ikifanywa kwenye chama hiki. Na nataka nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wananchi.
mambo mengi huwa tuseme. Tulichaguliwa 22 21 kuamkia 22, si ndio? Mwezi wa kwanza. Mwenyekiti wetu mlitupa heshima kubwa sana. Amekaa kwenye uongozi chini ya miezi mitatu. Tarehe 9 mwezi wa 4 akakamatwa. Tulikuta magari hayafanyi kazi. Wakati mwingine mambo mengi hatusemi. Lakini kwa nguvu zenu wananchi, tumefanya ziara. Nyie wote mnajua sisi tumeweka mpira kwa pani, kwa sababu haiwezi umziki. Tulifanya ziara, nikamwambia yule kijana anaitwa Happy Wasira, si nani wametawanyika. Nikamwambia hamna kifua cha kupambana na sisi. Hapo tulikuwa na timu moja tu ya kwangu na katibu mkuu. Tumetoka Masasi, tumetoka na Chingwea, Masasi, Songea mjini, Njombe Makambako, Ulimi hapa. Ulimi umeshuka huko hapa. Eti wanafukuzana na sisi. Mikutano ya kukodi watu na mikutano organic uwezi. Utatumia mabilioni, kwa sababu mimi nafanya mkutano kwa shilingi 250,000, ni kukodi vyombo tu, watu wanakuja wenyewe. Wewe unatumia milioni 200 kusomba watu. Utaweza wapi? Tunaelekea kufika pale kwenye mpunga wapi pale? Mbarali. Tunaambiwa jamani wanajiseti kufunga vikutano. Tumetoka Mbarali, tulipofika Mbeya mjini. Si mliona ule mtiti wa Mbeya mjini? Ilikuwa mbaya jamani. Tumefanya mkutano Mro saa 4 asubuhi. Maelfu ya watu. Tumefika Tunduma, wametutoa nje ya mji kilomita 15, hata network haishiki. Uwanja ulitapika. Sumbawanga mjini, watu walinusa kwamba tunapita, pakatapika. Tumefika Tunduma, tumefika Mpanda, tunaenda Tabora, wakazuia mikutano ya hadhara. Kwa sababu ule mziki hawauwezi. Na nataka nirudie kwenu wanachama. Twendeni tufanye kazi. Huu ni wakati wa mwisho wa CCM. Tuache kulalamika. Hiki ni chama cha ukombozi. Tujitoe. Mimi nimejionea jana. Nilikuwa natembea, tulienda kununua mbao pale Sabasaba. Ile harufu tu kwamba Heche yuko hapa ananunua mbao ilikuwa balaa. Sasa mtu anayekuambia chama kinachokufa ni hicho kweli? Watu wananusa tu kwamba wako hapa, balaa pakajaa pale. Sasa gari yangu iko imepaki kule garage ili ninunue mbao. Kule kutembea mpaka kufika garage. Pale garage napo pakajaa. Tukasalimia watu. Tukasema jamani tukanunue dagaa, kuna mimi nilikuwa nimeagizwa dagaa. Ziko wapi nzuri? Mwaroni. Niliposimama hata dagaa sikununua kwa sababu niliona itakuwa balaa hapa. Mwisho tapigwa mabomu. Ikabidi niingie kwenye gari nikimbie. Sasa watu wako tayari. Watu wako shambani, mavuno ni mengi. Watenda kazi ni wachache. Ndio shida tulionayo. Watenda kazi tujitoe. Jifunzeni wainjilisti wanavyofanya kazi, au watu wa dini. Jifunzeni. Hivi kweli sisi wote tunashindwaje kujenga maofisi ya chama? Tunashindwaje? Tunakuaje na chama kinachotegemea ruzuku ya CCM? Hapa jirani hilo ni kanisa, sio? Hivi hilo kanisa lina wanachama, lina waumini wengi kuliko wanachadema walioko Mwanza. Wao wana kiwanja wamejenga. Nani ukienda hapo ni waumini hao tu, wana shule, wana kila kitu, wako hapo. Sisi wanachadema wote wa Mwanza tukijiwekea malengo tutajenga magorofa hapa. Sio ofisi ya kawaida, tutajenga magorofa. Hatujawa tayari. Hatujawa tayari.
kutafuta mageuzi kama tunavyotafuta uso wa Mungu kwenda mbinguni. Na nataka niwaambie, Biblia inasema ukiwa na tamaa hutaenda mbinguni. Uongo kweli? Na tamaa inatokana na nini? Kwa sababu huna uwezo, unapita gari unasema natamani mimi ndio hiyo gari iwe ya kwangu. Lakini kinachofanya uwe na tamaa hiyo ni nini? Ni siasa mbovu. Wakenya wanasema siasa mbaya, maisha mbaya.